Hello my people, thank God it's Wednesday. Can you believe it? Ni Jumatano nyingine tena na tuko kwenye series yetu hii ya Believe It or Not, amini usiamini bwana. Leo tuko episode yetu ya 7 na episode hii ya leo inazungumzia mambo 6 yatakayo kusaidia kufanya maamuzi yenye tija mbeleni. Mambo 6 yatakayo kusaidia kufanya maamuzi yatakayo kuwa na tija mbeleni kwenye maisha yako. Kama wewe ni mgeni hapa kwenye hii channel yetu, basi nakualika subscribe, hit the like button, share link pamoja na wengine waweze kujifunza. Unajua ndugu yangu, hasa kwa nyinyi vijana, dunia leo imejaa vitu vingi tu, vichekesho, vitu vya kufurahisha na nini, na ni muhimu binadamu wakafurahi na kuenjoy, maana yake maisha yenyewe ndio haya. Lakini pia ni muhimu tukasaidiana mambo ya msingi, hasa kwa nyinyi vijana, ya kuwasaidieni kuweza kutengeneza plani ya maisha na kuyaendea maisha kwa namna ambayo itakuwa na tija in the long run. So leo tunaendelea na episode number 7 ya series yetu ya Believe It or Not, na moja kwa moja tuingie kwenye darasa letu la leo. Na kabla sijasahau, nitafurahi sana kuona comment yako hapo chini. Mara nyingi wanapenda kuengage na watu ambao wana comment pale kwenye comment section, ili niweze kuona wamejifunza nini na kitu gani ambacho wanahitaji zaidi na nini. So nitafurahi sana kuona comment yako hapo chini kwenye comment section. So kufanya maamuzi, ndugu zangu, ni kazi ngumu, si jambo jepesi. Lakini kufanya maamuzi ambayo yanapaswa kuwa bora na kuwa na tija ni kazi ngumu zaidi. Lakini kufanya maamuzi ambayo yanapaswa kuwa bora na kuwa na tija mbeleni, alafu ukiwa na option nyingi tofauti za kuchagua, inakuwa kazi ngumu kupita kiasi. Pale Instagram nilitoa mfano nikasema, suppose kwamba wewe ni fresh graduate, umemaliza chuo, umeenda kutafuta ajira kampuni A na kampuni B. Na kampuni A ikakuofa mshahara wa 600,000 kwa mwezi kwa mwaka wako wa kwanza utakayofanya nao. Alafu mwaka wako wa pili watakuongezea mshahara na utakuwa 800,000 kwa mwezi. Na mwaka wako wa tatu watakuongezea pia mshahara na utakuwa 1,100,000 kila mwezi. Kwa mwaka wa kwanza 600,000 kwa mwezi, mwaka wa pili 800,000 kwa mwezi, mwaka wa tatu 1,100,000 kwa mwezi. Na nitashauri unavyosikiliza hii video hapa, hebu weka notebook yako pembeni hapo, unaandika vitu vya msingi. Ikiwezekana unaweza ukawa una pause hii video, unarudi tena, unajifikiria, unatafakari. Ndio uzuri wa kuangalia video ambayo sio live moja kwa moja, kwa sababu unaweza kupause kidogo, ukarudi nyuma, ukatazama tena, ukaforward mbele na vitu vya aina hiyo. So nashauri wana notebook yako pembeni ili tuweze kwenda pamoja. So hiyo ni kampuni A. Kampuni B, wao wakakwambia hivi, wewe bwana ni fresh graduate, hatuna uhakika kwamba unafahamu chochote, una experience yoyote na nini, na tusipoajiri mnalalamika kwamba hamtuajiri, sasa tutapata wapi experience? Sasa sisi tutakupatia tu nauli pamoja na lunch. Nauli na lunch mwaka wako wa kwanza wote utakao kuwa na sisi, kama utapenda. Ukidumu na sisi baada ya huo mwaka wa pili tutaanza kukulipa angalau kidogo kaela kakujikimu 300,000 kwa mwezi, lakini nauli itakuwa pale pale na lunch itakuwa pale pale. Mwaka wako wa pili wote. Mwaka wako wa tatu kama utadumu na sisi, tutakulipa mshahara wako wa kwanza 600,000 kwa mwezi, lakini nauli itakuwa pale pale na lunch itakuwa pale pale. Wewe, nikauliza pale Instagram, utachagua kampuni ipi? Na nikasema kampuni zote mbili zinakuwa zimekwambia kwamba baada ya hiyo miaka 3 utaratibu wa nyongeza ya malipo utakuwa kama ulivyokuwa kwenye miaka 3 ya kwanza. Swali ni, wewe utachagua kampuni gani? Sasa vitu gani vitakusaidia kufanya maamuzi ambayo yanakuwa na tija mbeleni kwenye maisha yako? Maamuzi kwenye maeneo mengi tu ya maisha. Jambo la kwanza ni alignment na core values zako. Lazima kwanza uwe na kitu kinaitwa core values. Core values ni vile vitu vya msingi ambavyo ni vya thamani kwako, vitu unavyovithamini wewe. Kwa hiyo kama hauna, ni muhimu ukaanza kuandaa core values zako. Core values ni kama uadilifu, uaminifu, bidii ya kazi, uwajibikaji, vitu vya aina hiyo. Hizo ndo values ambazo binadamu anatakiwa awe nazo. Kwa hiyo ni mifano nimetoa tu. Kwa andaa core values zako. Lazima uwe na core values, kwa sababu usipokuwa na core values, maamuzi yako mengi yatakuwa tu ni maamuzi ya kihisia. Kwa hiyo ni lazima uwe na core values, na cha kwanza cha kukusaidia kufanya maamuzi yenye tija mbeleni ni lazima maamuzi unayoyafanya yawe yana align na your core values.
kama hivyo kwamba uaminifu, uadilifu, commitment, loyalty. Unajua loyalty, kwamba wewe ukiamua kukaa na kitu unakaa nacho, unakuwa mwaminifu na hicho kitu, unakaa nacho kwa muda mrefu. Kama ni kazi, basi utakaa hapo kwa muda mrefu, utakuwa loyal kwenye hiyo kampuni na vitu vya aina hiyo. Lakini pia excellence ni mojawapo ya core values ambazo mtu anaweza kawa nazo. Ubora wa mambo. Kwa mfano, kwenye lile jambo la kuchagua kati ya kampuni A na kampuni B, unapaswa kujiuliza, hivi nikichagua kampuni ambayo inanipa $600 kwa mwezi kwa mwaka wangu wa kwanza, ndo nitakuwa na ubora wa kazi? Ndo nitaweza kuweka excellence kwenye kazi? Ndo nitakuwa na uaminifu kazini? Ndo nitakuwa loyal? Ndo nitakuwa na commitment? Ndo nitakuwa na integrity, uadilifu? Lakini je, nikichagua kampuni ambayo hawanipi mshahara, wananipa tu nauli na lunch, je, ndo nitaweza kuwa na integrity? Ndo nitaweza kuwa na uadilifu, uaminifu? Ndo nitaweza kuwa na bidii, diligence? Ndo nitaweza kuwa na commitment? Ndo nitaweza kuwa loyal? Kwa hiyo sasa, lazima unapotaka kufanya maamuzi, kwanza uangalie core values zako zinasemaje. Halafu ndo uangalie maamuzi unayoyafanya, je, yanaendana na hizi core values? Yatasupport core values zangu? Nitakapofanya maamuzi ya kuchagua kampuni A au B, je, ndo nitaweza kuwa mwaminifu na mwadilifu? Na uaminifu hautokani na mshahara. Usiseme mimi nimeshindwa kuwa mwaminifu kwa sababu mshahara ni mdogo. Hapana, wewe sio tu mwaminifu. Kama ni mwizi, ni mwizi tu. Mwizi akipewa kazi ndogo ataiba, na akipewa kazi yenye hela nyingi ataiba. Nilimaanisha kazi yenye hela ndogo ataiba, na kazi yenye hela nyingi ataiba. Pesa nyingi zina expose tabia ya mtu. Do you understand? Kwa hiyo unapaswa kuwa na core values, alafu maamuzi yako yawe yanaegemea upande wa core values. My friend, you will never regret. Hautajutia maishani. Utakuwa siku zote unafanya maamuzi ambayo yanatija mbeleni, kwa sababu ulichokuwa unakiangalia ni core values zako zaidi ya hisia zako. Core values zako utadumu nazo muda mrefu sana. Na ndio maana ni muhimu kuziestablish, kuzitengeneza, ukawa nazo, unazijua. So hilo ni jambo la kwanza, na ni muhimu sana kulizingatia. Hilo litakusaidia kufanya maamuzi yenye tija mbeleni. Jambo la pili, ni muhimu ukaangalia vipaumbele vyako vya sasa, your current priorities. Vipaumbele vyako vya sasa wakati wa kufanya hayo maamuzi, hasa ya kuchagua kati ya huku na huku. Ni nini vipaumbele vyako? Je, kipaumbele chako sasa hivi ni mshahara, au kipaumbele chako sasa hivi ni experience? Wewe ambaye umetoka fresh from school, kwa mfano huo niliotoa pale Instagram. Wewe kipaumbele chako cha sasa ni mshahara, au ni lunch tu na nauli? Yani sasa hivi wewe unatakiwa tu upate lunch na nauli na experience. Kipaumbele chako sasa hivi ni kupata mshahara au ni kupata experience? Kwa ni muhimu ukaangalia kipaumbele kwa sasa ni kipi. Usije ukafikiri kipaumbele ndani ya miaka hii mitatu mshahara wangu huo unaongezeka kwa $200,000. Alafu ukasahau kwamba kumbe kipaumbele hakikupaswa kuwa mshahara, kilipaswa kuwa experience. Kilipaswa kuwa una uhakika wa kula na una uhakika wa kwenda na kurudi. Mengine utajua mwenyewe. Kwa sikuchagulii, najaribu kukusaidia namna gani unavyofanya maamuzi ambayo yanatija mbeleni. Endelea kutazama mpaka mwisho. Utakapofika mwisho, naamini utakuwa umeshaona namna gani ambayo haya mambo 6 yatakusaidia sana kufanya maamuzi ambayo yanakuwa na tija mbeleni kwenye maisha yako. So jambo la pili ni kuangalia vipaumbele vyako vya sasa ni nini. Je, unataka upate mshahara ili uanze kulipa madeni? Au madeni yasubiri kwanza, upate kwanza experience, upate ujuzi, upate ujenge uaminifu kazini na vitu vya aina hiyo? Vipaumbele vyako vya sasa ni vipi? Hata sasa hivi unaposikiliza na unapotazama, make sure unaweka vipaumbele vyako vya sasa ni nini kwenye maisha yako. What are your current priorities? Jambo la tatu, ni muhimu sana kuangalia athari ya muda mfupi na athari ya muda mrefu ya maamuzi yako. Assess short term and long term impact ya maamuzi yako. Ni muhimu sana kuangalia athari ya muda mfupi ya maamuzi yako na athari ya muda mrefu ya maamuzi yako. Je, nikikubali mshahara wa $600 kwa mwezi, impact yake ni ipi kwa sasa? Na kwa muda mrefu impact yake ni ipi? Nikikubali hawa ambao wananipa mshahara wa $600, then mwaka unaofuata $800, then mwaka unaofuata $1,000,000, labda nitakuwa nimeshaweza kufanya biashara hapo katikati. Labda nitakuwa na kaela kidogo katanitosha kufanya hata biashara pembeni kidogo, kwa sababu nitakuwa na kamshahara kangu kidogo, naweza nikafanya hivi. Impact yake itakuwaje? Huku ambako wananipa lunch tu na nauli na lunch, alafu wananipa baadaye $300,000 tu, alafu na nauli na lunch.
mpaka mwaka wa 3 ndio naanza kupata 600,000 ambayo mwenzangu wa kampuni A alikuwa ameipata kwenye mwaka wake wa kwanza. Mimi ninakuja kuipata mwaka wa 3 ambapo yeye ana milioni 1 kwa mwezi. Je, impact yake ni ipi? Maisha yangu yatakwaje hapo katikati? Kwa hiyo ni muhimu kuangalia na kuassess short term na long term impact ya maamuzi yoyote. Yawe ni maamuzi ya kibiashara, yawe ni maamuzi ya mfano wa kampuni A na kampuni B ya kikazi, yawe ni maamuzi ya mahusiano, yawe ni maamuzi ya kununua asset, kuwekeza, yawe ni maamuzi ya kuhama sehemu ukaishi sehemu nyingine. Lazima uangalie short term impact yake ni ipi na long term impact yake ni ipi. Negative impact pamoja na positive impact. Hilo ni jambo la 3. Jambo la 4, ni muhimu sana uka-apply kitu kinaitwa fast thinking na slow thinking. Fast thinking ni automatic, ni daily thinking, ni aina ya fikra ambayo ni automatic. 2 jumlisha 2 ni 4, yani hutaki kuwaza, yani wala ukai ukafikiria ukachora maduara. No, 2 jumlisha 2 unajibu ni 4, unaweka. Kwa nini? Kwa sababu haufikiri. Kwa fast thinking, kuna kitabu actually kinaitwa Thinking Fast and Slow. Ni kitabu muhimu sana na kushauri kinunue ukisome. Thinking Fast and Slow. Kitabu muhimu kweli kweli, kinakusaidia namna ya kufanya maamuzi. So fast thinking ni automatic thinking. Yaani wewe ulivyotajwa tu mshahara wa 600,000 hapo ukakubali. Kule wanakuambia nauli na anja shakataa. Hauja think slowly. Inatakiwa uapply system ya ubongo ambayo ina think slowly. Kwa sababu system ya kufanya maamuzi sio fast thinking system. Ni slow thinking system ambayo ni deliberate. Ni thinking ya makusudi. Unafikiria. Sio automatic kama 2 jumlisha 2. Kwa hiyo lazima uapply slow thinking kwenye maamuzi unayotaka kuyafanya. Slow thinking ni reliable zaidi kuliko fast thinking. Slow thinking ni deliberate na ni rational. Rational kwa maana ya kwamba kichwa chako kinatafakari kwa kina ndio kinatoa maamuzi. Fast thinking ni emotional, maamuzi yako yanatokana na hisia zako za muda huo. Kwa hiyo kwenye kufanya maamuzi, hata kwenye mfano huo wa kampuni A na B, ukirudi sasa hivi ukaanza kufikiria slowly, utashangaa namna ambavyo utaona mambo yalivyo. Kwa mfano, ukienda kwenye slow thinking, utagundua hivi, mshahara kutoka 600,000 mpaka 800,000, ongezeko lake ni 33.3%. Kutoka 600,000 mpaka 800,000 ni ongezeko la 33.3%. Kule kwenye kampuni B, kutoka nauli na lunch kwenda kwenye 300,000 ni ongezeko la infinity. Yaani hakuna hata asilimia unazoweza kuweza, kwa sababu umetoka 0 ya mshahara ukaenda kwenye 300,000. Haya, tukienda kwenye kutoka 800,000 kwenye kampuni A kwenda 1,000,000 ni ongezeko la 25% tu. Mwanzo kutoka 600,000 kwenda 800,000 ilikuwa ni ongezeko la 33.3. Sasa hivi kutoka 800,000 kwenda 1,000,000 ni ongezeko la 25% tu. Unaweza ukaona jinsi ambavyo mambo yanabadilika. Asilimia za ongezeko zinashuka. Increment percentage inashuka. Kule kwenye kampuni B kutoka 300,000 mwaka wa pili kwenda 600,000 mwaka wa 3 ni ongezeko la 100% ya mshahara wako wa kwanza. Na wakakwambia hiyo increment percentage ndio itakayotumika kwenye miaka 3 inayofuata. Kwa maana nyingine, mwaka wako wa 4 kazini kwenye kampuni A utalipwa mshahara wa 1,200,000 kwa sababu itakuwa inaongezeka 200,000 tu, ambayo itakuwa ni ongezeko la 20% tu. Mwaka wa 5 kwenye kazi kampuni A utakuwa unalipwa 1,400,000 ambayo ni ongezeko la 16.6 tu. Mwaka wa 6 utakuwa umelipwa 1,600,000 kwa mwezi, ambayo itakuwa ni ongezeko la 14% tu. 14.2. Asilimia zinashuka kutoka 33 kwenda 25 kwenda 20 kwenda 16 kwenda 14. Kwa hiyo mshahara unaongezeka, ila increment level, ongezeko la asilimia za ongezeko zinapungua, wewe hujui, kwa sababu ulitumia fast thinking badala ya slow thinking. Halafu mwaka wako wa 7, kama utadumu nao miaka 7, utakuwa na mshahara 1,800,000 sawa sawa na ongezeko la 12.5. You can imagine kutoka 33 mpaka 12. Umetoka mshahara wa 600,000 mpaka 1,800,000 ndani ya miaka 7. Imagine, ndio maisha ya Watanzania wengi. Lakini kampuni B kutoka 600,000 kwenda 1,200,000 ni ongezeko la 100% nyingine. Huo ni mwaka wako wa 4. Mwaka wako wa 5
mshahara unakuwa milioni 2.4 kwa mwezi, ongezeko la 100 nyingine. Mwaka wako wa 5, wa 6, mshahara unakuwa milioni 4.8 kwa mwezi. Wanakuambia sasa hivi una experience kubwa, tunaweza tukakupata cheo hapa. Yani kwanza ulianzia chini, yani wewe ni mtu mwaminifu sana, mwadilifu, wewe tunakukubali. Mshahara wako umekuwa milioni 4.8 kwenye mwaka wako wa 6, ongezeko la 100 nyingine. Mwaka wako wa 7 mshahara wako ni milioni 9.6. Mwenzako yuko kwenye milioni 1.8. Wewe mshahara wako unaongezeka kwa increment level ya 100% kila mwaka baada ya kuanza kukubali kutoka 300 kwenda 600. Unaweza kuona umuhimu wa slow thinking. Slow thinking uko hapo. Jambo la 5, consult your mentor. Mtafute mentor wako ama mshauri yeyote ambaye unamwamini, ambaye ni mtu unaweza kumshauri akakupa experience yake na akakusaidia kwenye kufanya mambo. That's why you need to have mentors. Mentor ni mtu ambaye atakushauri kutokana na anavyoona interest zako za baadaye, sio matakwa yako ya leo. Kwa hiyo trust your mentors and people ambao unaweza kawaamini ukawaomba ushauri, ambao wanakupa ushauri usio kuegemea wewe unachokitaka, ila wenye tija kutokana na experience yao na mapenzi yako mema kwenye maisha yako ya baadaye. Hilo ni jambo la 5. Na jambo la 6 na la mwisho, pray. Sina maelezo mengi zaidi ya kusema pray. Prayer never goes wrong, my friend. Ukimweka Mungu mbele, kumbuka kwenye mambo ya mtaji wa biashara nilisema kuna mtaji wa kiroho. Kwa hata kwenye maisha yako, spiritual awareness yako ni mtaji mkubwa sana. So pray and you will never be wrong. Hayo ni mambo 6 ambayo yatakusaidia kwenye kufanya maamuzi ambayo yanatija kwenye maisha yako ya mbeleni. Asante sana kwa kutazama na kuwa pamoja na sisi kwenye episode hii ya 7 ya Believe It or Not. Mungu akubariki sana. Tuonane kwenye comment section and see you in another episode of Believe It or Not.